السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه ما بعد. الله mlipe kila kheri khatibu wetu, ndugu yetu, kijana wetu Sheikh Abdullah Gamba kwa hotuba yake hii. Kikawaida sisi hatuna taaliki, hatuna comment zozote kwenye khutba kwa sababu si katika mwenendo na si katika mafunzo. Khutba inajitosheleza, haihitaji sharh wala mawaidha baada ya khutba. Lakini kuna kitu cha msingi sana amekizungumza, nikaona nikitilie mkazo kwa kuzingatia nafasi ya wakati. Amezungumzia suala la watu wazima wanaodanganywa na shetani kwamba wao hawamo kwenye kutafuta ilmu kwa kuwa kwao haiwezekani. Jambo hili nimeona lilitolee ufafanuzi kidogo kuwatanabaisha wazee wetu, watu wazima wetu, kwamba mawazo hayo si mawazo ya sawa, pamoja na kwamba maneno yanazungumzwa kila mara, lakini leo yamezungumzwa katika msisitizo wake. Sasa tusiache hivi hivi. Kuna watu wanaona kwamba watoto wadogo peke yao ndio wanastahili kusoma, waende madrasa. Vijana peke yao ndio wanastahili kusoma, waende kwenye halaka za ilmu. Wazee wao hawamo. Atakuja asikize darasa pembeni hivi, siku akitaka atakuja, siku ataki haji, lakini muda mwingi anaweza kukaa maskani na ukijiweni akapiga domo hapo, na umri unakwenda haurudi nyuma. Sasa huu ni wasiwasi wa shetani. Wale wazee, watu wazima ambao washavuka miaka 40, 45, 50, 60, 70 na kuendelea, nafasi ya kusoma ipo maadamu akili yako timamu iko kwenye huko, na akili timamu, wajitambua, wasikia vizuri, waweza kusema, ukitamkishwa watamka. Umri, nafasi hiyo unayo, shetani asikudanganye. Kwa tutumieni wakati wetu. Wewe waonaje katika kipindi chako cha mwisho katika umri? Uko ujana wako umepita na mambo mengi, sasa umeshafika umri wa mtu uzima, umejifunza ilmu, ukajua baadhi ya milango ya ilmu, ukapewa darasa kwamba sasa wewe mzee, wewe hebu wasomeshe hawa watoto 10 hawa juzu ya amma, wasomeshe kaida hawa. Wewe waona ni kheri ngapi unazitengeneza hapa? Hawa wasomeshe lugha, hawa wasomeshe kuandika hawa. Ikawa wewe kazi yako kusomesha watoto kuandika tu na kusoma. Wewe waona jitengenezea kheri ngapi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Au ikawa wewe ile Qur'an umeifanyia itqani, waweza kuisomesha Fatiha vizuri kabisa, ikawa wafundisha watoto wa Kiislamu. Wewe waona wajishumia kheri ngapi katika hilo baada ya kuondoka kwako ambako si muda mrefu, unatarajiwa kwa wakati wowote kwa sababu ya umri. Sasa liangalie hilo, na walillahi alhamdu, mahali pa kujifunza tunapo. Alhamdulillah, Allah ametuwekea mahadi yetu hii, imefungua milango mpaka kwa wazee. Durus zimewekwa mpaka kwa wazee. Kwa nini wewe hutaki kusoma? Sasa wewe jitafakari katika hilo, jitahidi, soma kwa bidii. Usisome tu kwa sababu wenzako wasoma, soma kwa bidii, kwa malengo, katika mambo ambayo mtu atayatamani katika maisha yake, hasa wakati wa kukata roho. Huwezi kutamani kwamba mimi natamani ningekuwa mchezaji mpira bingwa, mimi dunia nzima yanijua wakati wafa, au ningekuwa mwanamuziki mimi hodari kabisa, bingwa, nguli.
watamani au ningekuwa tajiri nambari 1 katika top 10 za Afrika na mimi nimo. Hakuna anayetamani hilo. Wale waliokuwa katika hayo wanatamani wangekuwa katika khairi. Inasemekana kwamba siku moja wakati yule mtawala Abdul Malik bin Marwan au mtoto wake Al-Walid bin Abdul Malik au Abdul Malik bin Marwan, sikumbuki bidhabt, alipokuwa katika kipindi chake cha mwisho cha kuaga dunia, yani kwenye sakaratul maut, mara zaingia mara zatoka, mara hali imebadilika, akamwambia watu mfungueni madirisha. Mfalme wa dunia nzima wa Kiislamu wakati wa daula ya Bani Umayya, fungueni madirisha, fungueni milango. Funguliwa madirisha, funguliwa milango apate hewa. Akachungulia, asema akachungulia dirishani, akamwona mfanyakazi mmoja kwa kisimani kule, anajishuka lake mwenyewe alitia kwenye maji, alikamua ili alianike. Asema natamani mimi ni mfalme, ningekuwa kama yule tu. Maisha yangu ikawa ni duni kabisa, na shughulika na vitu vidogo katika maisha yangu, kwa maskini tu kama yule mimi, kuliko huu utajiri na ufalme wote nilionao. Baada ya muda maneno yale yalimfikia al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala kwamba Abdul Malik au mtoto wake al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan alisema hivi katika maneno, anasema alhamdulillah alladhi ja'alahum yarji'una ilayna wa la narji'u ilayhim, au kama qala, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amewafanya hao mabwana wakubwa wenye ufalme wenye mali huwa wanarudi kwetu sisi na sisi haturudi kwao. Haya maneno yana maana yake ya karibu kabisa, ni kwamba wale wakubwa na watukufu wanatamani wawe kama sisi maskini, kama sisi, lakini sisi hatutamani kuwa kama wao, kwamba wewe wakati wa kufa na wewe watamani uwe mfalme ili uweje na wewe ondoka duniani. Sasa katika mambo mazuri ya kuyatamani ni mtu kutamani kuhitimisha mwisho wake katika jambo la kheri, jambo la ilmu, na hili linawezekana. Sasa kwa kuwa hatuna ile azma ya kweli au tumeghafilika, basi elimu tuichukulia kama mzaha tu, na shetani anatuchezea kwamba hatuwezi. Itawezekana vipi bwana, mimi mtu mzima? Waweza kikaa itako ukajifunza, waweza, wala usitafute mambo makubwa. Anza pale wewe ambapo waona kwamba una uwezo nako, dumu katika hilo, fanya bidii, na ukijipinda Allah atakufungulia. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kwa hiyo wazee bwana, kisema wazee na kusudia wale watu wazima ambao washavuka miaka 40 na kuendelea. Watu wazima mwaweza, shetani asiwadanganye, na nafasi ipo, mnayo nafasi ya kusoma na fursa hii ipo, mahadi ipo. Mtakwenda kuulizwa kuhusu hiki chuo siku ya kiyama. Utaulizwa vipi? Neema ilikuwepo, kwa nini wewe hukujifunza? Walimu wapo, wataka walimu wangapi wa kusomesha wewe peke yako? Wataka wangapi? Mimi nataka walimu 5, mmoja Jumatatu, mwingine wa Jumanne, mwingine wa Jumatano, mwingine wa Alhamisi, mwingine wa utapata pia. Lakini soma, lakini hatusomi sisi. Dunia inatushughulisha sana, hatujui tutafuta nini. Kwa maneno haya nimeona ni atili mkazo, pengine watu wakatanabahi, ndugu zetu wa mji huu wa Pongwe na wageni mliokuja kwa ajili ya kutafuta elimu. Fursa hii itumieni, shetani asiwadanganye. Leo sitazungumza chochote kuhusu vijana, lakini nawaambia nyinyi wazee, Allah wabariki, Allah wahifadhi, na atie katika nyoyo zenu azima za kweli za kujifunza ilmu, au afanyie sahali kwenye jambo hili, mtimize malengo yenu kabla ya kuondoka katika huu ulimwengu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.